Zaba. Salama. Uko poa kabisa? Mimi niko poa. Mama mwenyewe anasema. Kwa siku nyingi. Safi. Maana ni hapa. Hivi. Wao wanasemaje? Nani ile TV ya zamani ile ya Chogo ile poa. Ipo kwa ndani. Umeiweka. Kwa sasa mwenyewe una flat hapo umeiweka. Si haba. Basi mwenzako nikajuaje? Pale mlangoni pale tutapokelewa na mtoto. Karibuni ni akina nani? Mimi babako mdogo. Mimi nishaanza. Wewe, Kitu cheusi kinatupokea. kimya. Nikasema labda ngoja Naishi nivumilie. mazombi huko. Ngoja tuvumilie. Na mtu. Tukifika pale labda tutaona kikopo hapa kidogo kuna ndimu, Hapa tambia kalala. kuna yaani mkaa, ndio vitu vyetu vya Kiswahili hivyo kuna kopo la mchanga pale. Poa. Ni labda nijue udugu wangu hapa tayari hapa. Mwezi kadhaa hapa tunaitwa majina na sisi tunatukuzwa. Hamna chochote yuko kwanza kaka, kwa mafikiri yangu mimi hapa, mimi ningesaba nitaambiwa baani kama hajapokelewa na mtoto. Tuulizia vipi? Shangazi yako kalala. Mwana kalala. Lakini labda yuko ndani. Hivi. Ndani kuna mtu au ndio uko wewe mwenyewe na jumba? Nipo mwenyewe. Wifi, unadai kabisa na machonga domo mwenyewe tu. Hauna tofauti na mchawi. Kwa sababu jumba lote hili, uone hata uoga mwenyewe kukaa peke yako. Yaani mwenyewe umekaa hapo unaangalia TV, Mambo yamebadilika sasa hivi. Tunaona TV imebadilika sasa hivi hiyo. Ile ya zamani umeiweka ndani. Kumbe kuna mtoto huko ndani. Wewe kaka, mimi kama kuangalia TV yenyewe, bwana alivyojibu kwa urahisi. Uko mwenyewe. Roho mbaya. Unajua roho mbaya zikizidi. Hata mshipa wa haibu hujamnyanyuka msichana. Uko mwenyewe. Ni wewe mzima. Tangu kipindi kile nyumba inajengwa. Sijui mwaka gani. Madirisha nini? Nyumba imeisha lakini mtoto huko ndani hakuna. Hilo ndio jibu. Hapo mwendo wa vipandikizi hapo. Haya ni pale tu. Angalia mtoto. Angalia. Wifi. Shemeji yako na mpaka na unanitamanisha mimi. Sasa ndapi? Aenda. Mtu kama mgonjwa ukimwi ananipa wewe tu kwa dozi. Kumbe tu. Kama dozi zinapesha. Kama so bedroom. Yaani watoto wa sasa hivi, watoto wa sasa hivi kujipiga vipandikizi. Hapa. Mwendo pitu. Ni umu tu utasema tu. Hapo wenyewe nakwambia kabisa. Hapa kumzalia nitasikia kwa jirani tu. Wazee wanaitwa hapo. Baba leo kirudi niletee pipi. Niletee chama. Udugu wetu hapa kaumia hapa. Kapigwa. Hapa tumepoteza ile mahali. Kwa mtu nyumba hii angalia. Hii seka huyu. Hebu tafute mama ya geni sasa hivi. Tunaingia chumba chochote sasa. Na yaani kama hivyo vyumba vyenu, wewe vyumba moja, mbili, sio vingapi hivi? Moja. Sasa hivi vyumba vyote hivi. 4. Wewe utapangaje? Shemeji, naomba usiniongopee. Najua kila kitu unacholia. Alafu tambua wale ni ndugu. Kaa chini na kumsikiliza mume. Usilie. Sawa? Sawa. Mimi nisingependa kukuona unalia kila siku. Msikilize sultani. Usisikilize maneno yote ya ndugu. Huwa ndugu anavuruga kabisa maneno yako. Tambua usikae kulia sana. Muombe Mungu. Kwani ni mtoto, ni majaliwa. Hawapangi wao. Mtoto anapangwa na Mungu. Kwa hiyo nakuomba sana shemeji yangu, usilie. Kaa chini na bwana sultani muyamalize. Usipende kuyasikiliza ndugu. Mimi ninaondoka, naenda katika pilika zangu. Lakini nisingependa sana nirudi hapa afu nikukutana leo. Muamini Mungu.
nitakupatia taji lako. Sawa shemeji? Kuwa na amani, usipende kulia, sawa? Yote ni mipango ya Mungu. Vipi? Kuna shida gani? Niko sawa tu. Niko sawa. Kuna shida na tears? Kuna shida na machozi mkeo? Hebu niambie ukweli tafadhali, mimi ndo mmeo. Sema ni kichwa tu ndo kilikuwa kinaniuma. Oh, kichwa. Umekunywa dawa? Nishameza. Paracetamol lakini sizipo? Ndio nimemeza. Basi sawa, mke wangu sawa. Basi ngoja nikaongea na dogo, nitakuja tuongee. Sawa. Karibuni sana ndugu zangu. Tunashukuru bwana tushafika. Vipi mama naye? Mama jambo na kusalimia na wale majirani pale kusalimia. Wakina Mkwama pale. Aisee, nimewakumbuka sana muda mrefu sana. Chefu. Vipi shamba? Mahindi nafikiri sasa hivi yatakuwa yanaanza kutoa mbele sasa. Kuna yule mzee Mbonde ambao tumepakana naye shamba. Mzee Mbonde kibuyu. Mzee Mbonde. Bwana mzee Mbonde alilima shamba lake. Akachoma moto. Ule moto ukaja ukaruka katika shamba letu. Mahindi yote yanaungua. Sasa hajahusika katika kulipa. Kwa nini asilipe? Mama. Jirani yangu huyo jamani, haya mambo yake tunalizana nyumbani basi tunamshauri. Sasa tunaifanyaje leo? Mama ndicho anachokiharibu hicho. Yaani mama yaani huruma kauweka mbele. Yaani anasahau kabisa maneno ya vijana kwamba huruma sio malezi. Mimi nilivyoiona tu ile hali ile nikamwambia dada. Hapa kinachokuja mbele hapa ni njaa. Kweli. Na hii njaa itatuua. Sasa cha kufanya twende da. Nikamwambia mmoja mje huku kwa kae ndio. Sio mchezo. Tena kama uweze kuamini kutoka Mbeya kwa mguu mpaka Dar es Salaam. Hapo bwana, chefu hapo mdogo. Chefu hapo mdogo pea ndugu yangu. Wewe Mbeya mkubwa kutoka huko. Mbeya baba. Yaani tulikuwa nilichokuwa nakifanya. Umeelewa? Ndio. Uzuri dada huyo ana kitu. Basi karibuni. sasa karibia hapa. Sasa karibia hapa. Hivi ule nani? Bwana kaka, mimi kuna kitu nimekisikia. Ndio. Nimesikia familia wakimzungumzia shemeji baya, maneno mabaya sana. Kuna vitu nimevisikia na masikio yangu. Nimesikia familia ikimsema shemeji, inamsakama, inataka mtoto. Wakina Tabu? Na Chevu. Yaani wameshika namba moja sana. Kipindi namwongelea alikuwa namwongelea tu pembeni, afu mke wangu akasikia, au amemuita na kumkabili moja kwa moja? Yaani ni afadhali angeongelea pembeni. Wapo pale pale, shemeji kakaa hapa, na Chevu kakaa hapa. Wanampa maneno mazito hivyo. Hauzai, wewe ni mgumba.
Hivi utabu na chevu na matatizo gani hawa? Ina maana umekuja kuniharibia ndoa yangu au? Wajua ndugu ndivyo walivyo. Wanataka mwisho wa siku ufanye maamuzi mabaya wa kulaumu. Ila mimi nakuahidi ndugu yangu, utalifanyia kazi. Mimi naomba ulifanyia kazi kaka. Yaani kaka, yaani kuja kwao imekuwa ni nyumba ambayo imekosa amani. Nakuahidi ndugu yangu, nitalifanyia kazi. Yaani kuja kwao huko ndani ya sehemu tumekosa amani. Nimejisikia vibaya sana. Kaka. Yaani katika pitapita zangu huko nje huko. Nimemsikia yule nani yule tunaikaga naye hapa yule rafiki yake kaka yule atoka naye kijijini kule. Yule. Oh, nani huyo? Haji. Huyo. Kaka yule pale kumbe yani tunapanga miplani hapa ya kuharibia. Yaani yule ataki mimi nitushangaze atakiwa tu kubeba mdogo unaona? Unaona kaka? Sasa katika pitapita zangu nimesikia anapangilia kani kila kitu tunachofanyaga mke wake huko ndani. Kila kitu tunachonanilia yani hata sisemeje. Ina maana mipango yetu humu ndani, yani jinsi tunavyoisuka kumbe yeye ndo anatuharibia. Kwani nani? Huyo. Midi Fridi. Najaribu kuchezesha huu mchezo, kupanga mipango. Yeye anakuja na vuruga tu. Ndio hivyo, yani ndio nimemkutisha ndio anamwambia kila kitu yani. Unajua mimi huyu jamaa huyu mimi anitia mashaka huyu. Yaani anitia mashaka. Waga najiuliza, yupo upande wetu ama upande wenu? Yaani inamaanisha yupo kiumeni ama kikeni? Kwa sababu ni mtu ambaye haeleweki. Mtoto wa kiume hawezi kuwa vile. Ndio. Kwa sababu mtoto wa kiume unaweza ukaliona jambo, ukalishuhudia jambo, lakini ukakausha. Huo ndio wanaume. Kwa sababu kuna issue zingine za jando huko. Uwezo ukazungumza. Sio unaelewa? Sasa amekaa sisi tunavipanga vitu vyetu. Alafu sisi hatupo kwenye hatuzungumzi kwa ubaya. Tunazungumza kiwema. Kwa sababu kilio chetu ndani tunachotaka ni mtoto. Sasa kila siku tu wewe wenyewe tu. Kwa na kamera basi. Usimcheke. Sasa kama umeficha nini kaka umeficha nini huko? Huko umeficha nini? Umeficha nini huko? Yaani mimi tumeongea mkono huko. Ninajipo huko nyuma. Kama ndomboje huko nyuma? Hem toa mkono wewe. Toa mkono. Tugawane basi kama chakula kaka. Dunia soma nishuke. Kaka na meza uchoyo. Ndugu unashika kukaza. Wewe, Haji. Njoo. Wewe wakunisalimia mimi wakati unaenda kwako? Kwa hiyo wewe wakunisalimia mimi afu unaingia chumbani kwako, si ndivyo? Yaani unanitupia mimi salamu. Mbona sikuelewi? Nimekusalimia na ondoko na niita, yaani haunielezee kitu ulichonitia. Sikuelewi brother. Hivi mimi naomba nikuulize swali. Niulize. Humu ndani wanaume tupo wangapi? Nafikiri unajua mwenyewe brother. Sio unaonaje? Mimi nahitaji jibu kutoka kwako. Kwa nini uulize hivyo? Na mimi nakuuliza umeonaje? Sawa, labda nijibu mwenyewe. Wanaume tupo wengi sana humu ndani. Lakini wewe mbona tabia zako hazionyeshi kama za mwanaume? Kwa nini? Tabia zako kama za kike, yani hatukuelewi. Unanivunjia heshima. Kwa nini unataka kunibadilisha na mtoto wa kike? Niambie. Hebu nisikilize. Sawa? Mimi ndo nilokuita hapa. Usijifanye una mdomo sana kutaka kuzungumza maneno hapa. Wewe mtoto wa kiume. Tena mtoto wa kiume. Tena una ndevu. Mtoto wa kiume una ndevu lakini tabia zako za kike. Mbea tu mundani yani ueleweki. Tabia gani sasa hizo? Nimeongea mbea gani brother? Nimeongea mbea gani? Hivi wewe unamtetea mundani ndugu yako? Ni ndugu yangu. Anakukuta wapi? Yaani ndugu huo upoje? Usi ni shemeji yangu lakini. Sasa kama ni shemeji yako, muda huu mimi hapa wa kuangalia TV.
Mimi muda huu ningekaa hapa naangalia TV. Ulikuwa unataka uangalie nini? Hapa tulitakiwa mimi nikae, mtoto kapita hapa kakimbia, huyu mwingine kafanya huku, mwingine nipo naye hapa nakalea katoto. Si umeelewa? Tunachotaka sisi ni watoto mundani. Yeye amekaa tu kazi kujaza choo, blaza kaleta nani? Kaleta gari juzi kapakua choo pale. Kamaliza unga kiloba juzi tukamaliza. Sasa kazi yake ni kula kwenda kujisaidia, kula kwenda kujisaidia. Humu ndani tunataka watoto. Umemaliza? Nilivyoanza nilikwambia. Mtoto ni mpango wa Mungu. Mwacheni mtu aishi na furaha yake jamani. Kila siku ni mtoto, ni mtoto, ni mtoto, ni mtoto, ni mtoto. Inachosha. Kwani wewe umezaliwa na Mungu? Kumbe mimi naongea na kisheta. Unaongea na mtu mzima. Wewe ndio kisheta. Mimi sikuelewi blaza. Mimi kisheta? Mimi kisheta? Ndio. Naomba nielewe. Mwacheni mtu awe na amani yake. Kila siku ni mtu akulia tu, ni kulia tu. Kwa nini? Una watoto na unajikuta bingwa, si ndio brother? Umebarikiwa mtoto, unajikuta bingwa, si ndio? Usimdharau mtu ambaye hana mtoto. Sawa? Nenda Kariakoo kamnunue mtoto. Sio kila siku swala moja ni mtoto mtoto. Tumechoshwa na nimechoshwa sana na malalamiko yenu. Ila kwa kitu mnachokifanya wewe bwana, acha ujinga. Hivi aibu anayopata ndugu yetu kila siku anaonekana yeye jogoo apande mtungi, jogoo apande. Wewe kama umelizika. Nenda Kariakoo kama mtoto. Hata na masuala ya Kariakoo, sisi mndani tunataka mtoto. La sivyo kuna dadeki. Wewe. Mtoto Kariakoo akija hapa dakika 2 tunamrudisha wewe. Unamweza mtoto Kariakoo wewe kisheta wewe. Mbona umekimbilia ndani wewe? Sasa ndio nasemaje, kama unamtaka wewe huyo shemeji yako, sema. Na kama shemeji yako atashindwa kumzalia, tunazaa na wewe. Hatuangalie ndugu sisi wao jamaa hapa. Wewe bwege nini wewe? Wadogo zangu, nimepokea maagizo kutoka kwa shemeji yenu kwamba mna maongezi na mimi, na nikaona si vyema niondoke leo, nikaona ni postpone kila kitu na mimi kuahirisha kila kitu ili nikae niwasikilize. Ndio bwana Chevu. Kwanza nichukue nafasi hii kwa sababu wamesijidi kunichangia nauli mpaka nimekuja hapa Dar. Mimi na ndugu yangu Tabu ndio nipeta tumekutana na Tabu mpaka tunafika hapa. Kaka, sisi tumetumwa na mama ametutuma ikiwa kama sisi watoto wake, na kikubwa alichotutuma ametuambia kwanza kaangalieni maisha ya kaka yenu. Ndio tunakumbuka mimi na Tabu wakati tulikuwa watoto sana. Hii nyumba ndio naanza kuitengeneza, tulikuwepo hapa. Kipindi hicho na chumba kimoja mke una. Sio ndio sasa tukarudi wapi? Kwa bibi kubwa. Miaka yaani kadhaa imepita hapa. Mpaka sisi sasa hivi tuna ndevu, mimi na dadangu. Dadangu ana ndevu, kuna maeneo yake lakini. Leo na? Ndio. Sasa tumekuja hapa. Mashallah nyumba imekamilika, imekuwa kubwa. Lakini mama yaani alichotaka kukijua kwa upande wake, uko umeongezeka ama uko vile vile. Anamaanisha kipindi ambacho wewe uko ndani ya ndoa yako, yaani tayari sasa hivi ana wajukuu 3 ama 4 au 5 au 5 kabisa. Wewe mwenye kuzaa kukumbusha ndo 5. Kwa jambo msema. Umeona kaka? Kwa tukasema mama ile halina faa. Sisi tulienda kuangalia hilo, pia majibu tutakujibu. Wengine kaka yenu bado yupo vile vile. Au kawa na roho mbaya. Upande huo kaka roho mbaya wewe huna, bado uko vile vile. Roho yako kutoka na kijijini ile kusaidia mpaka vilema kule, bado uko vile vile. Ni jambo la kushukuru. Na semeja alikwambia kwamba unatoka hapo sio ndio kaja yako kazako kusaidia tu. Wanasaidia za pale kaja yako. Wenzako wanajenga unashinda rangi nyumba tako kwa rangi.
Lakini katika hiyo upande wa watoto vipi kaka hapo? Chevu mdogo wangu, niseme kitu kimoja kwamba Mungu bado hajaweka wepesi wake. Mungu bado hajaweka shani yake, ila Mungu akiweka shani yake basi kila kitu kitakuwa sawa. Si kana kwamba mke wangu hapendi kuzaa ama hapendi watoto, anapenda sana tena sana, na hicho ndio kilio chake siku zote, ila bado Mungu hajambariki. Mungu akimbariki basi kila kitu kitakwenda sawa. Kwani na maana ndugu zangu, mtaitwa tu, mtaitwa, huyo ataitwa shangazi na wewe utaitwa baba mdogo, msijali. Nakumbuka historia ya mama anasema, mimi nimekutana na baba yenu, sawa, katika ndoa ndani ya mwezi mmoja akapata mimba yako wewe. Sasa huyu kamaliza miaka 3, si miaka 4 sasa hivi. Hata hakusema bako, wewe unamlisha kitu mtoto wa watu au tu umeweka vijiti, sindano kaka. Wewe unazungua mpango hata mtoto mmoja wewe unazungua mpango wapi na wapi? Yule bwana alikitu aliweka vijiti. Kwa nini bwata hili? Hili bwata. Unaona tunaongea vitu vya kweli amtetea mkewe. Sio ni mpango wa Mungu. Hakuna mpango wa Mungu kaka, hakuna mpango wa Mungu. Fanya mpango wewe na mtoto, hiyo ndio heshima. Sasa Chevu hapo utakuwa unaharibu, utakuwa unanikosea. Huo ni mpango wa Mungu mdogo wangu. Huwezi kumsaidia Mungu kazi yake. Yaani ukiongea mambo hayo anajisikia vibaya yeye. Sasa na watu wanazungumza nini? Taratibu basi. Kwamba wewe unataka kuita shangazi. Tunaona mlimba mwingine. Hivi mke wangu, hivi nikuelewe nini? Ikiwa unanyanyaswa na ndugu zangu, unasemwa na ndugu zangu kuhusu zao, lakini kuniambia mimi hautaki, nikuelewe vipi? Aliyekwambia mimi nagombeza na ndugu zako ni nani? Mke wangu, naandamwa sana na ndugu zangu, tena naandamwa kisa mtoto. Nisikilize mke wangu, mimi na wewe ndio wenye nyumba, mimi na wewe ndio muhimili mzima wa ndoa yetu. Hao ndugu hao hawachangii chochote mimi. Sasa unapokaa kuvumilia kwamba unaandamwa, unasemwa, unavumilia, unakuwa unakosea. Unatakiwa uniambie mumeo, mimi nijue nafanya nini kazi. Jiko umenielewa? Nisikilize mke wangu, sura yako inaonyesha kabisa imejaa huzuni mzito. Sura yako inaonyesha imekosa kabisa nuru kwa sababu ya manyanyaso ya ndugu zangu, lakini uniambie, nitaifanyia kazi. Hapo kwenye kulifanyia kazi, sitaki ugombane na ndugu zako. Wale ni ndugu, wafanya wawezavyo, lakini ugomvi na ndugu zako sitaki. Mimi ni mpitaji tu na wale ndugu zako. Biswana naitafutia ufumbuzi, lakini nakuahidi kwamba sitagombana na mtu na utakuwa ufumbuzi wa amani tu. Sawa baby? Basi ndugu yangu, ndio hivyo. Kiukweli naona kabisa ndoa yangu sasa iko matatani. Changamoto ipo kwa mama kidogo. Mimi anafoka sana juu ya mtoto, kiasi nampelekea hata mke wangu Fina hana amani kabisa. Na au naona walokuja ndio tunakuja kuchunguzia hilo swala. Sasa shapili kama jibu, basi kama mama hajafoka asubuhi atafoka mchana, kama hajafoka mchana basi asubuhi moto usiku. Mtihani sana ndugu yangu, ina mtihani mzito sana.
Pole sana brother. Pole sana kwa magumu unayopitia. Asante ndugu yangu. Mimi labda niweze kusema kitu kimoja. Usisikilize sana ndugu. Alafu swala lako wewe na shemeji, ndugu haliwahusu kiundani zaidi. Alafu kuhusu mtoto ni majaliwa ya Mungu. Sasa yani inawezekanaje binadamu anamdai mtoto sana hivi? Mpaka kiasi kwamba blaza unakosa hata furaha. Umepoteza kabisa nuru yako. Ndugu yangu Haji, ingelikuwa ndugu wa kawaida tu, mimi wala hata singeniumiza kichwa, wala hata singenipasua kichwa. Lakini mzazi ana sauti yake kwa mtoto, kwa maana bila mzazi sisi tusingefika hapa tulipo. Sasa mzazi wangu mimi ndo anapiga kelele, hawa ndugu wanafuata mzazi vile anavyoongea. Sasa inakuwa kero. Yaani ndugu yangu, kama hajapiga asubuhi basi mchana. Mtihani sana ndugu yangu. Sema ajabu sana brother. Mimi mtu anadai mtoto kabisa hivi. Kwa maana mimi nachanganyikiwa sana ndugu yangu. Lakini brother, unajua mzazi anatakiwa awe na mipaka yake, sawa? Unajua kwenye swala kama hili mzazi achukue nafasi kubwa kiasi kwamba kukosesha amani kabisa. Yaani sikupelekee hivyo, anakuumiza mzazi na ndugu zako kwa kudai mtoto. Wanaingilia majukumu ya Mungu. Haipendezi. Ndio hivyo ndugu yangu. Ya kweli tosha. Sisi kwa nini unafikiria ndani yako ya kumwachesha Mungu? Wacha waongee. Wewe mwamini Mungu. Maneno ya binadamu brother, utakuja kunikumbuka. Kama shemeji, msikilize shemeji, sio kumsikiliza bwana. Nimekaa nimeitafakari kwa kina kabisa. Nimeona nikushirikishe hili swala. Mke wangu, kutokana na tatizo letu ambalo tuko nalo na ninachokitafuta hapa sio kitu kingine mke wangu. Natafuta amani ya moyo wako na pia mimi amani ya moyo wangu. Jambo gani hiyo? Mke wangu, kama nilivyosema kwamba natafuta amani ya moyo wako, natafuta na mimi amani ya moyo wangu. Yaani kuvunja hizi kelele. Nafikiri mke wangu unajua kabisa kuna ndugu zangu wanavyokukosesha wewe amani. Muda wote unakosa amani kwa sababu ya ndugu zangu. Pia kelele mimi za kupigiwa simu na mama kijijini zimekuwa too much. Kwa hapa ninachokutafuta ni amani ya moyo wako na ya kwangu. Hali gani hapo unanitisha niambie? Sikutishi mke wangu. Mimi ninachokiona mke wangu, yani wewe Fina mke wangu. Ndio mimi Fina. Utembee na Haji mdogo wangu, utembee na Haji ili
upate ujauzito. Ukipata ujauzito tu Nini? Utembee na Haji. Yaani mimi nitembee na Haji? Utembee na Haji. Utembee na Haji ili upate ujauzito. Ukipata ujauzito, mtoto anakuwa wa kwetu. Hivi hilo umelifikiria au binivuli imekutoka tu? Umekuja umelibwaga? Nimekaa nimetafakari sana sana. Kwa umeona yani umeona suluhisho ni kutembea na Haji. Yani mimi kama ni dili baina mimi wewe, yani siri mimi wewe na Haji. Hivi aliyekwambia kwamba mtoto atakayezaliwa ni wa kwako? Mtoto sio wa kwako, mtoto wa Haji, na mtoto hawezi kukupenda kwa sababu wewe si baba yake. Usofa kugombana. Alafu kile kwenda kuasisi mtoto huko. Ukienda kuasisi mtoto, mke wangu, mtoto anakuja hapa tayari ameshazaliwa. Unaona hapa wadogo zangu akina Chevu hapa. Yatakuwa maneno hapa. Siko menelewa, atakuwa maneno. Hadi mama yatampata huko kijijini na kuita kwa kelele. Unaona? Kwa hiyo lakini ukipata ujauzito, si watu wanaona siku, mwezi, mpaka miezi 9. Na siri na kwa mimi wewe na Haji. Hivyo nafikiri kuna kitu cha siri ambacho utakifanya usiku, kuamka asubuhi kishajulikana sehemu zote. Mke wangu, siri na kwa mimi wewe na Haji. Hakuna mtu mwingine yoyote atakayejua hiyo siri. Hakuna siri ya watu wawili. Kuhusu ile swala mimi siwezi nikafanya hivyo. Wewe kama umenichoka niambie. Kwa tunapajua. Swala kuchokana limetoka wapi mke wangu? Swala kuchokana limetoka wapi sasa? Kipengele hicho. Hebu tafakari mke wangu swala hilo. Nitafakari kwenye kitu, yani mimi sawa. Nimekuita mdogo wangu. Nimekuita, nina tatizo. Na tatizo hili nataka unisaidie mdogo wangu. Ninachokiomba, naomba utembee na shemeji yako. Utembee na shemeji yako sababu mimi nina matatizo. Mimi sina uwezo wa kumtia mimba mwanamke yoyote yule. Na pia nyumbani washaanza kelele. Mama anapiga kelele kila leo. Wadogo zangu kule nyumbani unawajua wanapiga kelele kila leo. Unaona? Na hizi kelele ambazo ziko humu ambazo wanazopiga wakina wadogo zangu wakina Chevu hawa wamepokea maagizo kutoka nyumbani kwa mama. Na ndio maana kelele zinakuwa nyingi. Kwa hiyo mimi sina uwezo kumtia mtu mimba. Naomba wewe tembea na shemeji yako, lakini ibaki kuwa siri, watu watatu tu, mimi wewe na shemeji yako. Tafadhali nisaidie juu ya hilo. Brother, kwa hiyo umekaa na mipango yako yote kupanga na ukaona jibu lako sahihi mimi nitembee na shemeji, si ndio? Ni kwa nini Haji unaficha aibu yangu? Yani bora aibu ibaki kuwa ndani kuliko kutoka nje. Chevu namjua. Chevu anaweza katoa mambo nje akawa hadharani. Tafadhali Haji, tafadhali nisaidie ndugu yangu. Haiwezekani brother. Sawa. Umenivunjia heshima sana. Sikutegemea kwa siku leo kama unaweza kuniambia hivyo. Kwa nini brother? Unataka kufanya jambo kwa kusikiliza maneno ya watu. Nitembee mimi na shemeji ili wewe. Nafikiri kutakuwa na siri. Hii itasaidia hata kulinda ndoa yetu. Wewe ni part of family. Wewe ni sehemu ya familia yangu. Please nisaidie ndugu yangu. Mambo ni heshima. Umenivunja heshima sana brother kwa sababu siwezi nikafanya hivyo. Na usifikirie kabisa kwamba nitafanya. Na sitofikiria sana mbele yako. Sawa bro.
Karibu mama. Karibu kabisa. Marahaba. Ujambo? Karibu. Jambo. Karibu kae. Asante. Karibu kaa mwanangu. Asante. Karibu kabisa. Za hapa nyumbani. Nzuri, sijui za huko mama. Mimi nzuri. Hawajambo wazazi? Jambo, si wewe. Mimi kuja kusalimia na kusaidia kuchambua mboga. Nashukuru kwa upendo wako. Mungu akubariki sana. Asante. Mwanangu. Vipi? Kuna mtu yote ameleta barua kukuchumbia huko nyumbani kwenu? Hata hayupo. Kweli? Hayupo kweli? Nashukuru. Basi unaonaje ukiwa mka mwana wangu mimi nilete barua kuja kuchumbia? Maana mimi nakupenda. Kwa yule chefu. Haka. Kwani chefu sio mtu? Lakini hapana. Sio kwa ajili ya chefu. Kuna mwanangu yuko huko mjini. Ndio huyo ambaye nataka kuoe, ni kaka yake na chefu. Kama mjini ila kale chefu hasa msita. Basi mimi nashukuru mwanangu. Nitafanya taratibu zote za kuleta barua ya uchumba, ili mradi umekubali nitaongea naye tutakuja kukuoa, kwa sababu kila siku ukipita hapa leo inanidonda. Yaani wewe mtoto nakupenda. Si unaona hapa tulivyopendeza mwanangu? Nakupenda pia mwanangu, nitashukuru. Kweli? Asante wao. Basi subiri. Tulia tu mwanangu. Mimi naisubiri, ila kwa yule chefu mimi sitaki. Labda huyo tu mjini. Nishakwambia sio chefu. Kaka yake chefu yupo. Ana kazi yake kumjua. Za leo. Hawajambo watoto. Haya, umewaona hao ndugu zako? Wakina chefu? Sawa, nashukuru kama umewaona. Na unajua kilichowaleta? Kama hujui mwanangu, mimi naumia sana. Mimi nataka mjukuu. Natamani niitwe bibi. Ni muda mrefu nimesubiri kwako, naona kimya kimezidi. Umri huu sina mjukuu, hata wakusingiziwa. Na kuomba fanya juu chini. Na muhitaji mjukuu, mwaka huu nimechoka. Na kama basi utakuwa huwezi kuniletea mjukuu wewe, nitafanya maamuzi ninayoyajua mimi. Naomba nielewe, nitafanya maamuzi ninayojua mimi. Itabidi nimlete mwanamke kutoka huku kijijini uoe. Tena hiyo haina kubisha, haina nini, yani itakuwa kama Mwajala. Habari ndio hiyo. Haiwezekani mwanangu ukakaa na mwanamke miaka yote hiyo. Hakuna cha mtoto wala cha mimba akusingiziwa. Mimi nimechoka. Haiwezekani huyo mwanamke kaa anajaza choo kila siku, anajaza choo tu bila faida. Umri unakwenda tu mwanangu, umri unakwenda tu. Sasa basi, naomba mwanangu, nakupenda. Kama nakupenda, niletee mjukuu. Nimechoka kukaa peke yangu bila mjukuu. Wewe nilikuzaa mimi, na unatakiwa unizalie mjukuu niwe naye. Basi, sina mengi ya kukwambia. Jitahidi sana. Mimi nataka mjukuu. Mwambie huyo mkeo, mimi nataka mjukuu. Nimechoka. Naangalia jirani vijukuu vya watu wanacheza na wajukuu zao. Mimi peke yangu ndio sina mjukuu. Kwa sababu gani? Mimi nilikuzaa na wewe uzae. Upo? Nishamaliza. Nikiona kimya tu natia mguu huko. Na mke wangu nishamtafuta mwanamke mwana wangu kutoka huko kijijini. Utataka usitaka utakuja kuoa. Habari ndio hiyo. Haya.